Oro Dio yugatea de bere aku Dio yugatea de bere aku Nojoire kobe kia ohano kyo Dare mawe komarea ojekire. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing your mind, that you may prove what is that good and acceptable and the perfect will of God. Once your mind has been transformed, do not be comforted to the things of the world, but you yourself transform and change the world. Ifikirie na ikae venye unataka. Si maombi, lakini kufanya vitu vikafanyika. Mimi sikuomba nikuje hapa. Nilikuwa nimeonyeshwa mahali nitakuja. Why? Because I had presented my vision to God. So God chose the path of directing me, and he has already directed me to where I am going. Bwana Yesu asifiwe sana. He has already directed me the next move. Because I presented my case long time ago. What I'm supposed to do is to remain in the perfect will of God, not to be transformed by the world, but me transforming it. Are we together? Am I teaching somebody? And do not be conformed, meaning do not be captured. Do not be captured by the world. Because if the world captures you, it destroys you. You will act it, not it acting you. The world is supposed to act you. What you want, how you want, things. Wewe ndio unafaa kujenga. Una decide nitakuwa na eka 10. Hizi eka 10 nitajenga nyumba ya ghorofa 2. Nitajenga nyumba za kukodisha. Nitafungua kazi. Nitakufanya. It is you now to dictate. And do not conform to this world, because this world is against you. It's not for you. But be transformed by renewing your mind. Be transformed. By what? You renewing your mind. Renew your mind. No. Renew your mind. 2024, come with resolutions. 2024, waambie Mungu, I want to have a garage. I want to have a business. I want to have this. I want to have this. Because that is what you need to tell God. This is my vision. Just tell God, I take a vision. Andika what you want. God will perfect it because he has seen your mind is ready now to work. But he will not come to write your mind kwa kichwa yako akusaidie. Me, I will never. Hata mimi mwenyewe binadamu siwezi. Ategwera leo ndirona ta wagiro niko higura saruni. Ora saruni gwicia nikega. Kana kawira gako kaguo nikega. Riu imagine ngai aikarete theri wage gutareria ageciria tu ando bilioni 10 uria mekuiga to wira. Does he have that time? No. Present your case to God. Tell your neighbor, present your case to God. Be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and the perfect will of who? God has a will over your life. God has got a good will. He has a good will for your life. But this good will will only start working if you renew your mind to fit in his good will. That is why the good will is in Genesis 1, 26, 27, and 28. That's the good will of God. That I given you dominion to subdue everything on earth. That's the good will God has given you. And then he says, and God blessed them.
Hiyo ndio goodwill ya Mungu. This is the goodwill of God. He has everything good for you. Amekupangia mambo mazuri, amekutakia mambo mazuri. Alikuumba na akakupatia dunia, akakwambia tawala dunia, akakupatia wanyama ni wako, akakupatia ndege za angani ni zako, samaki wa majini ni wako, kila kitu ni zako. That is the goodwill God has given you. Na amesema na akawabariki. So you got everything that God wants you to be. You don't need no God uende kwa Mungu. Oh Baba, nakuomba nionyeshe mwaka hii ninaenda wapi. Utakufa. Tedirathire madira hoya fengemie thiko forte na gaida anajareria. Ureciria Ngai ni mukigu tawe. Wenda akwariria kwire uthi ukaiga kithukuma. Just tell me. Tekaida nakwariria. Wenda akwire atia? Ukaiga thukuma. Kana ukaiga mboco. Na wina hakiri. Amekuweka hakiri kwa kichwa. Amekuweka masikio ya kusikia. Na amekuweka mikono ya kufanya kazi na miguu ya kutembea. Akamwambia Joshua, mahali popote utaenda ukanyagishe nyayo zako, utamiliki mahali hapo. He has given you goodwill. You got it. You only need to take that action. Do it. Kanyagisha miguu tu yako na mahali hapo utapamiliki. Oh, what you don't need to have, do not be afraid nor be dismayed, for I am with you. He's just telling you, wherever you are going to do, whatever you are going to do, I am in it. He's just waiting for your mind. Wherever you want to go, whatever you want to do, I am in it. He's just waiting for your mind to start acting. Then he starts working with you. I will be with you. That's what he told Joshua. Do not be discouraged, nor be dismayed. Usiogope wala usifadhaike, maana niko na wewe. So anaongoja akamwambia, ainuka, arise. He told Joshua, arise now, go. Hakumwambia venye ataenda kufanya, arise and take my children to the promised land I promised their fathers. So it was not about where and when they are going to be taken, no. He told them, I am going to be with you. Usiogope wala usifadhaike, because I have already done the job. All that you want to do, God knows it. Kama ni saluni, God knows it. Kama ni church, God knows it. Kama whatever kind of a business you want to do, God knows it. He only is waiting for you to start the job, and he will work with you. He will do everything that you want, because he is besides you. Do not be afraid, nor be dismayed. I'm going to be with you. Just start the move. Ansa safari, mimi niko na wewe. Fungua hiyo kazi. Go, borrow that money. Fungua kazi, God is with you. Na ukienda kuifungua, for God to perfect it, come with a sacrifice to the altar. Mwambie Mungu, venye ulinituma nimefanya. Next, there is a sacrifice. The sacrifice, it is to seal, to capture the territory. Ile biashara unafanya, itolee sacrifice. You capture. Wherever Abraham alienda, any city Abraham went, he laid a sacrifice. Alitoa dhabihu. Isaka mahali popote alienda, alitoa dhabihu. Mahali popote. Sacrifice will make your business be protected, be guided. It is not your prayers. Baba! Ni ujinga, you're wasting your time. Hiyo time yote umepoteza ukigaba baba. Kaa chini, paga budget ya kazi yako. Then after that, hiyo ndio kioneki, adikia Mungu, mwambie, this is what I want you to bless. Chukua dhabihu yako, nenda kwa madhabahu. Ambia madhabahu ipiganie. Vita za madhabahu zinapiganiwa kwenye madhabahu. If you don't have an altar, you are baseless. You must have your altar. You will never win a battle on earth without an altar. That is why God himself had to give, to sacrifice his own son to win the battles. Sasa wewe, kama Mungu mwenyewe alitoa mtoto aende akufe ndio akuwe the altar, akuwe sacrifice ya kuredeem mankind. Na wewe tumehanga hapa ati naombi miki. No! There is a sacrifice. This man called Isaac
alilima kukiwa na kiangazi, na mwaka huo huo alilima akatajirika, akavuna mazao makubwa, not because kulikuwa na rain, not because yeye ni mkulima, but because covenant ya baba yake alipoambiwa utaongezeka, na akaambiwa ya kwamba kizazi chako kitabarikiwa. Kuzia ile dhabihu, wakati huyo mtoto yeye mwenyewe alikuwa ameenda kutolewa kama sadaka, Mungu akamwambia kwa sababu ya kunisikia na kunikubali na kufanya venye nimekuambia, basi kizazi chako kitaongezeka. Wewe mwenyewe utaongezeka kama the sand of the sea and the stars of the heaven. Na akaambia your descendants, kizazi chako chote kitashinda vita vyovyote. Every gate of their enemies watakamata. Isaac alienda kukiwa na jua. Isaac was running away. He was going to Egypt because Egypt kulikuwa na chakula. Wakati karibu kuvuka akaambiwa go back. Go start there. Nenda, nilikupatia command. You got the blessing in me. Just seek the blessing of God. You got the blessing in me. So go back. Akarudi, kufika huko akauliza historia. Huko kwenda kakurali. Akaambia miaka 3 hakujanyesha. Na kabla hivyo miaka hiyo ingine 3 kulinyesha tu siku moja. Kwa hivyo 6 years there has no rain. 6 years. Lakini akasikia Mungu alimwambia you are already blessed. Akachukua hiyo word, I am a blessed man. Akapada kukiwa na jua. Akaenda kwa Amos, akabia Amos nipatie bego nikapade. Amos akamchekelea. Na muuliza keke kilimo kila hada na liwa. Mpaka watu wote kijiji mzima wakamletea bego wakimuuzia, maana waliona mjinga wa kuuzia. Kumbe God has a way of disarming your enemies. Walimpatia bego zote na akapada. By the time we realize hawakuwa na mbegu, and that's why Isaac became so powerful, and the man, the Bible says, became so rich. And the man became rich. Not because of prayers. He became rich because he was working on a foundation of the successes of God. The man began to prosper, and they continued prospering until he became very prosperous. Out of a desert. Nanyo kumwega kometa muno. Kuzoketa. Niye kwa kwati godhoku. Kwako ndio kumeharibika na usituletee hiyo ujinga hapa. Kama kwako kumekauka uache ujinga yako ujikukauka. Pare ukago uko gwito kwa Ngai we got everything to hadaga kwena liwa na gukamera kwena liwa. Yes, because tuisiana cia kirathimo. We are children who are blessed. Eka 14. We are children who are blessed. So don't come claiming that this is what is about. This is what no. There is no dry season on a man that believes in God. There is no dry season. Usiwahi kutumura kanwa kako, because kwa hiyo mdomo ati umekauka, umefungulia Mungu kumwambia God you are defeated. You have lost it. God himself told Isaac, you are the son of a covenant. For he had possessions of flocks, possessions of herds, and a great number of servants. So the Philistines envied him. Wafilisti walimwangalia mpaka wakaikuwa na kewaru. Ikafika hapa kewaru. This man akikia huko. Imagine this guy was running away. He was going to where? To Egypt. Akienda Egypt alikuwa na buzi. Alina ng'ombe. In 1 year, he had possessions of herds, great servants, and possessions of flocks. Na mashamba ilikuwa imejaa in a desert. Where there was nothing. Where there was nothing. He just listened to God and told God, this is what I want. He was going to Egypt kulima. Egypt hakuwa anaenda kununua chakula. Alikuwa anataka kwenda Egypt kulima. When God saw this man determination, akamwambia rudi nyumbani. I'll show you that I am God, you are God. The God of your father. That's what you need to do. Si kukaa uogojea ngo atoke America. No. Start what you want. Build. Kama usijenge kioski. Anza na kioski lakini usijenge kioski. Hallelujah. Did you get me in that? Anza na kioski, but in your mind build a supermarket. Anza na kitu kidogo lakini in your mind you know where you are going.
You're going to make it. You're going to conquer. Do not allow your mind ikae hapo chini tu, ikae. And what destroys your mind is a kind of a company of people that you associate with. Ukiona watu hakuna kitu anakujaga kukuambia kwa ofisi yako ni moshene, fulani alifanya, kata hiyo communication mara moja. Kata. Ukikuja kwangu safari mbili kwa ofisi ni moshene. Ati hii naenda anajua ni madadhi yenyewe. Hakuna kitu ya maana ati ndugata together milioni igerere no tuige kwewira giki na giki. If there is nothing like that you come to tell me. Nikuniambia venye huyu kijana alikuwa amebondeka hapa. Kaka kidogo na hii kirema. Inaona hiyo kijana vinyi kirema hapa. Mimi niliona hiyo ni kama ni risasi ilikuwa imepita hapo. Hata nimwangalia vizuri nikaona. Unaangalia upande mwingine. Venye amenyoa kama mkora. Sasa unadaidia naki? Unanisaidia na nini hapo? There is nothing. Come tell me. Tutafute milioni moja. Kuna kazi iko Voi ya kuchiba mawe. Tukipata milioni moja, we are going far. Yeah? Sasa hiyo nitarara nikipiga masimu kona zote za dunia na nitazipata. And you will become my friend. We will to this serena tukanywa chai. Na ndio amenya chai wako dokorera thĩ. Mimi siwezi kununulia chai kama najua hakuna kitu unaniletea. Why should I waste my money? Lord, gutware kahawa. You are not productive. Hiyo kahawa yangu itarudia wapi? There is nothing for free on earth. Don't give. Mtu kama hakusaidii, treat him like a trash. Kama hakuna kitu, msikilize mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Usipoteze mara ya 4. Mchukue tu kama mzigo, weka kwa kona moja. Kona ya karibu na mlango ndio kajo wakikuja, wabebe kama takataka. Mshene, no, don't allow mediocres in your life. Don't allow. Sit down, mtu akwambie tukianza hii kazi, kwa hii kanisa inahitaji tufanye hii na itatuletea hii. Good, sit down. Let's have a conversation. Bwana sifiwe sana. Lakini kama kazi yako ni kukujaga hapa, unakaa una shida mpaka jioni, alafu uniambia nipatie, I'm telling you, nitakutesa mpaka utajua umeteswa na mtu wa Mungu. Na nitafanya on behalf of God, carefully and perfectly and surely. The way God would have wanted to punish you, nitamuuliza urenda kunyihanira mundu yate guteithie kawira gaka. Tondu mundu tondagirwo katinda gikugia ndogire request time. Nijue kule ngiona tunawestia Mungu time. Mimi kama mtumishi wake nitachukua hiyo nafasi nikutese. Na utasikia umeteseka vizuri. Don't allow